Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu, Mungu Baba mkuu wa uzima, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakushukuru kwa ajili ya uhai, uzima na maisha uliyotupa. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi na fursa uliyotupa ya kujifunza neno lako. Tunamwalika mwalimu wetu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha mahali hapa sasa, utufundishe na kutuhekimisha katika neno la Mungu katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, utawale mioyo yetu, nafsi zetu na maisha yetu. Utufungue akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Utupe ufunuo wa kuelewa neno la Mungu. Ondoa kila kizuizi katika nafsi zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaangusha ngome za mawazo na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu. Tunateka nyara kila fikra ipate kukutii Kristo katika jina la Yesu. Fungua akili zetu, fungua ufahamu wetu katika jina la Yesu. Tunahitaji uwepo wa Roho Mtakatifu atufundishe na kutuhekimisha katika neno lako, na sio kulisikia tu neno. Pia Mungu utusaidie tuweze kuliishi. Tunakukaribisha sasa na kuliacha darasa hili mikononi mwako katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Karibu katika darasa huru la Injili, darasa linalopatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV, na kama hujasubscribe ni kuombe uweze kusubscribe, uwe mwanafamilia wa darasa hili huru la Injili ambalo tunahubiri Injili kama ilivyo, bila kuigoshi, bila kuipunguza. Tunambeba Kristo kama alivyo, kwa sababu ndiyo neema Mungu aliyotupa. Kwa hiyo mwisho pia wa darasa hili, basi tunahitaji neema, nguvu zako na uwezo wako na busara yako kuweza kushare, kucomment na kulike, na Mungu akubariki sana. Leo ni siku ya 4 ya somo letu, leo ikiwa ni siku ya 4 tunapoendelea na somo lenye kichwa kinachosema jifunze kuombea akili yako kila siku ili uweze kuitumia kama ipasavyo. Jifunze kuiombea akili yako kila siku ili uweze kuitumia kama ipasavyo. Maana yake usipoiombea huwezi kuitumia kama ipasavyo. Maadui wa akili zetu na ufahamu wetu ni wengi, maana akili ndio sisi wenyewe. Akili ndio wewe, utu wa ndani. Akili iko kwenye utu wa ndani. Akili ni njia ya mawasiliano katika utu wa ndani. Kwa hiyo ndio wewe mwenyewe, kwa sababu wewe sio mwili huo. Mwili huo ulio nao ni koti tu. Huwezi ukajivunia mwili, huwezi, kwa sababu mwili sio wewe. Kuna siku utauacha na utaoza katika ardhi hii na katika dunia hii. Kwa hiyo jifunze, maana yake huo ni wito unaotolewa kwako wewe kama roho, kwako wewe kama nafsi, kwako wewe kama moyo. Jifunze, na tunaongozwa na neno linalotoka katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 34. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 34. Neno la Mungu linasema, tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena hayo niwafedheheshe. Paulo anawaandikia Wakorinto kwamba
tumieni akili. Kama wangekuwa wanatumia, asingewaambia tumieni akili. Lakini inawezekana walikuwa wanatumia, lakini walikuwa hawatumii kama ipasavyo. Biblia inasema tumieni akili kama inavyowapasa, kama inavyowabidi, kama mnavyolazimika kuwa, kwa sababu wengine hawamjui Mungu, ndiyo maana hawajatumia akili zao kama ipasavyo. Hapana, ninyi tumieni, wala msitende dhambi, kwa sababu wanaotenda dhambi ni dalili kwamba hawatumii akili. Paulo anawaeleza Wakorinto watumie akili. Lakini nilitaka nikukumbushe vitu viwili vitatu tulivyojifunza kabla hatujaanza somo la leo. Kwanza, tunapaswa kujifunza kuombea akili zetu, kwa sababu mwanadamu katika visehemu vitatu lazima ujitambue wewe ni nani. Maana mwanadamu ana roho, mwanadamu ana mwili, mwanadamu ana nafsi. Kuna tofauti ya mwanadamu na mtu. Mtu kwa Kiingereza ni individuality. Maana yake mwanadamu ni ule mkusanyiko wa watu watatu wanaounda mwanadamu. Mwanadamu ndani yake ana watu watatu. Kwa Kiingereza hao watu wanaitwa person. Person. Ana person inayoitwa roho, ana person inayoitwa mwili, ana person inayoitwa nafsi. Kwa hiyo mwanadamu, ukiita tu mwanadamu, maana yake unaita hivyo vitu vyetu vitatu katika ujumla wake. Akifa, akitengana, sio mwanadamu tena. Mwanadamu ni yule mwenye person tatu. Ukisema mwanadamu, maana yake ni ule muunganiko wa roho, nafsi na mwili. Ndio maana Mungu aliumba mtu, hakuumba mwanadamu. Soma vizuri kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Mungu hakuumba mwanadamu. Mungu aliumba mtu kwa mfano, kwa sura yake. Mtu wa kwanza. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, Mungu akaumba mtu tena kwa mavumbi ya ardhi, person ya pili. Baada ya kuumba mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi, akapuliza puani, mtu akawa nafsi hai. Wanatajwa watu watatu. Mtu kwa mfano na kwa sura ya Mungu, Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 ni kama anarudia, lakini anasema safari hii haumbi tena kwa mfano na kwa sura. Safari hii anaumba kwa mavumbi ya ardhi, lakini aliumba mtu tena kwa mavumbi ya ardhi. Mtu wa pili huyo. Mtu wa tatu katika mstari ule ule wa 7, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, anasema Mungu akapuliza puani kwenye lile tope, kwenye lile limwili, akapuliza puani. Biblia inasema kwamba mtu akawa nafsi hai. Maana yake mwanadamu ni watu watatu, wakiunganishwa ndio wanaitwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona hawa watu watatu wanatajwa kwenye mistari hii mitatu. Ngoja nikusomee haraka. Timotheo wa Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23, neno la Mungu linasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu, roho zenu na miili yenu,
mhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Unaona hapo hao watu watatu wametajwa kuunda mwanadamu. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 7. Neno la Mungu nasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizi, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Unaona vinatajwa, wanataja hawa watu watatu. Kama haitoshi, soma Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Na katika hivyo hawa watu watatu walioumbwa, wewe mwenyewe ni nani? Wewe mwenyewe ni roho, wala sio mwili. Mwili na roho ndio vinakuunda wewe. Mwili ni koti tu, roho na nafsi ndio vinakuunda wewe, na roho na nafsi vilitoka kwa Mungu. Mwili peke yake ndio uliumbwa kwa mavumbi ya ardhi. Mwili peke yake ndio una mawasiliano na udongo na ardhi, ndio Adamaa. Sasa katika hivi vitu vipengele vitatu vinatengeneza tena utu wa aina mbili. Kuna roho na nafsi zinatengeneza utu wa ndani. Mwili unatengeneza utu wa nje unaoonekana. Ukinitazama sasa hivi unamuona Kimweri utu wa nje, mwili wake, lakini Kimweri mwenyewe yuko ndani ya huu mwili unaouona. Akiondoka unasema mwili wa Kimweri, maanake Kimweri mwenyewe hayupo, kaondoka, lakini mwili wake upo. Tunakwenda kuzika mwili wa, hamwendi kumzika mwenyewe, maana hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unasema mwili wangu. Kama mwili huu ni wako, wewe ni nani? Wewe ni nani? Manake wewe sio wewe tunayekuona, wewe uko ndani wa wewe tunayekuona. Kwa hiyo mwanadamu ni two in one, kwa maana ana utu wa nje unaoonekana, lakini ana utu wa ndani usioonekana. Mungu anadili na utu wa ndani usioonekana. Katika Agano la Kale Mungu alikuwa anadili na utu wa nje unaoonekana. Wakati wa Agano Jipya Mungu anaangalia zaidi utu wa ndani usioonekana. Sasa mwanadamu ana utu wa nje, ana utu wa ndani, na utu wa ndani ndio wenye nguvu kuliko utu wa nje. Utu wa ndani unachakaa, wa nje unachakaa, lakini utu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku, yaani vinajiacha. Wakati utu wa nje unachakaa, utu wa ndani unaboreshwa. Huu unachakaa, huu unakuwa kijana zaidi, vinaachana hivi. Wakati utu wa ndani wa nje unachakaa, utu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Tunasoma maneno haya katika Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Utu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Wakorintho wa pili, Warumi sura ya 7 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, sio kwa utu wa nje. Utu wa ndani unakula sheria ya Mungu. Utu wa nje unakula ugali na wali na matunda na kadhalika. Utu wa ndani unakula neno la Mungu.
utu wa nje unakula vyakula kutoka kwao. Kwa nini? Mwili ulitoka mavumbini, ulitoka udongoni, ndio maana unakula wali uliotoka udongoni, uliofyonzwa udongoni, unakula mahindi uliotoka udongoni, unakula muhogo uliotoka udongoni, ni chakula cha mwili. Roho inakula sheria ya Mungu. Roho inakula neno la Mungu. Kinachokupa kiherehere cha kumwabudu Mungu sio mwili, ni roho, na roho inakula vitu vya nyumbani kwao, neno. Biblia inasema naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Kwa hiyo Mungu katika Agano Jipya wakati huu anaangalia zaidi rohoni, anaangalia zaidi imani. Ndio maana anasema kwamba anayempendeza Mungu ni yule anayemwamini, na imani haikai mwilini. Imani inakaa rohoni, inakaa kwenye utu wa ndani. Kama unataka kupata mafanikio, jifunze kuombea utu wa ndani. Somo tunalokwenda nalo leo ni kwamba jifunze kuombea utu wa ndani. Jifunze kuombea utu wa ndani. Kichwa kikubwa, jifunze kuombea akili zako kila siku ili uweze kuzitumia. Akili ziko kwenye utu wa ndani, ziko kwenye moyo, ziko kwenye nafsi, akili. Kwa hiyo ukiombea nafsi, umeombea akili pia. Ukiombea moyo, umeombea akili pia. Biblia inasema kwamba tunapaswa kuzingatia zaidi utu wa ndani. Kuna vitu nataka tujifunze hapa katika somo la leo la kuombea utu wa ndani, la kuombea nafsi yako, la kuombea moyo wako. Moyo uko ndani, na moyo kama tulivyofunza, kama akili zilivyo, zina maadui. Shetani anawinda moyo, shetani anawinda nafsi yako, shetani anawinda akili zako. Akili ziko kwenye moyo, akili ziko kwenye nafsi. Isikusumbue hii. Nafsi na moyo ni kitu kimoja, kwa Kiingereza inaitwa soul. Nafsi ndio huo moyo. Ndani yake kuna vitu vingi, kimojawapo ni akili. Masomo yajayo tutaichambua hii nafsi, tuielewe vizuri, ambayo tunapaswa kuilinda. Somo lililopita jana tulijifunza linda moyo wako kuliko. Kwa nini kuliko? Kwa sababu moyo, tuliona jana, una thamani. Moyo ndio utu wa ndani, una thamani kuliko utu huu wa nje. Utu huu wa nje unatiwa moto, unatiwa thamani na utu wa ndani. Utu wa ndani ukitoka, huu mwili unaoza, unakosa thamani. Thamani ya kimwili leo ni kwa sababu yuko hai, ni kwa sababu niko hai. Ndio maana watu wanaweza kaniheshimu, lakini nikiondoka heshima yangu naondoka nayo. Nikiondoka heshima yangu naondoka nayo, na inabaki kwenye kumbukumbu za Mungu kwamba nimewahi kuwepo duniani nikahubiri Injili, nikamuinua Kristo. Biblia inatueleza kwamba, inatuhimiza kwamba concentrate kubwa ya Mungu katika maisha ya mwanadamu ni utu wa ndani. Hii ndio maana ibada ya kweli Mungu anayoitafuta, waabudu halisi watamuabudu Baba katika roho na kweli. Katika roho, sio katika mwili. Ule mstari katika Yohana sura ya 4 mstari wa 24 kwamba Mungu huwatafuta wanaomwabudu katika roho. Maana yake, kama unataka kumpendeza Mungu, zingatia ibada ya ndani, kutoka ndani. Zingatia imani ya ndani. Zingatia kumsifu Mungu kutoka ndani, sio kutoka nje.
omba kutoka ndani. Biblia inasema nanyi mkiwa katika kuomba, ingia katika chumba chako. Anataka ndani. Mungu anaangalia ndani. Mungu anaelewa lugha ya ndani. Mungu anaelewa lugha ya rohoni. Mungu anaelewa lugha ya moyo, lugha ya nafsi anaielewa. Vitu vya moyo Mungu anavielewa. Kwa hiyo kama unataka kumpendeza Mungu, jizama rohoni, jifunze kuishi rohoni. Biblia inasemaje? Kwamba enendeni kwa Roho, katika Wagalatia sura ya 5. Enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Maana mwili na roho hushindana, hata unaweza ukashindwa kuamua unachotaka. Lakini dawa, ukiamua kuenenda kwa Roho, jifunze kuenenda kwa Roho, jifunze kuenenda kwa nguvu ya utu wa ndani, utaona ushindi, mpendwa. Na Ukristo ni ile nguvu ya kukusaidia kuenenda kwa Roho, sio kimwili. Utaka sifa za watu, Biblia inasema ukitafuta sifa za watu, Yesu anakwambia umeshakupata sifa yako. Lakini jifunze kuombea, kujiombea mwenyewe. Mwenyewe sio mwili, mwenyewe ni roho. Kama wewe ungekuwa mwili, kwa nini unasema kuna moto wa jehanamu na watu watakwenda kuungua? Mbona huu mwili utaoza hapa? Mbona tunauzika hauendi? Ukifa, anayeondoka ni utu wa ndani, na huyo ndiye atakaye kwenda kujibu, sio mwili. Kama utakuwa umeufuatisha mwili huu na tamaa zake, ni hasara ya wewe. Ni sawasawa, sio mfano mzuri, ngoja nisitoe. Lakini kitu gani nataka uone? Nataka uone kwamba Mungu anadili na utu wa ndani. Mtu huongozwa na utu wa ndani. Mungu anadili na utu wa ndani, lakini maisha yetu haya unaongozwa kutoka ndani. Ndiyo maana kabla ya kusema, unasema kwanza ndani, ndipo useme huku nje. Kabla hujampiga mtu, wewe ni shahidi, ngoja nikupe hii mifano. Kabla hujampiga mtu, unampiga kwanza huku ndani, ndipo umpige huku nje. Hakuna mtu anayekurupuka kufanya jambo bila kuanza kwanza ndani. Ndiyo maana ukiwa na roho mbaya, ubaya utaonekana. Ndiyo maana Biblia inasema katika Mathayo sura ya 5, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Wenye moyo safi, hakusema wenye mwili safi, anasema wenye moyo safi. Moyo ndio utakaofika mbele za Mungu, na moyo ndio utakaotoa hesabu, na moyo ndio wewe mwenyewe. Kama unajipenda, kumbuka kujiombea. Wewe sio mwili. Ndio maana tukitaka kumtafuta Mungu tunafunga, tunaunyamazisha huu mwili ili roho iwe na nguvu. Unajua maana ya kufunga? Kufunga maana yake unautiisha huu mwili, unauambia wewe ni koti tu, hebu nisubiri hapa mimi mwenyewe niende mbinguni nikaongee na Mungu katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ukifunga bila kuomba umeshinda na njaa. Yaani kufunga na njaa na kuomba, kufunga na njaa, kufunga na kushinda na njaa vimeachana kidogo sana. Yaani vinatofautiana padogo sana. Mungu atusaidie. Kitu gani nataka uone hapa? Ni kwamba mwanadamu anaongozwa kutoka ndani ya moyo wake, au kutoka ndani ya nafsi yake, au kutoka ndani ya akili yake, kutoka kwenye akili ya ndani. Ndio maana nilikwambia kipindi kilichopita, hata akili ya nje hii lazima ipeleke taarifa kwenye CPU, kwenye akili ya ndani, kwenye mindset, ndio ichakatwe, ndio utende au useme. Kwa hiyo mtu anaongozwa kutoka utu wa ndani. Mambo yanaanzia ndani, kisha hujitokeza nje. Hivyo lazima uombee ndani
ili ndani kukiwa safi, huku nje mambo yote yanakwenda vizuri. Mambo katika maisha ya mwanadamu huanzia ndani kwenye akili. Ndio maana ni lazima uiombee akili, ndio maana lazima uiombee nafsi yako, ni lazima uombee na moyo wako. Kwa nini? Panapofuka moshi, ndani kuna moto. Moshi ni dalili ya moto ulio ndani. Kuna kabila moja, kabila langu, wanasema akung'ung'ula na aimbe, akung'ung'ula na aimbe. Maana yake anayegunaguna hivi, wanaoimba wanaanza kugunaguna, mambo yanaanzia ndani, si ndio? Baadaye haleluya, haleluya, lakini alianza kwa kugunaguna, alianza kwa kung'ung'ula kwanza. Kwa hiyo mambo yanaanzia ndani. Hata kwenye kuimba, hata unaotunga nyimbo wanazisikia ndani, ndipo waweze kuimba nje. Akili ipo ndani, inaongoza nje. Biblia, Yesu amewahi kuwakemea wanafunzi siku moja, anasema safisha kikombe ndani, huku nje kitakuwa safi tu. Lakini Mafarisayo na wanafiki wanasafisha vikombe kwa nje. Wakristo leo wana Ukristo wa kusafisha nje, aonekane nje, asifiwe nje, asifiwe na mchungaji nje, aonekane kwamba nje anatoa sana, nje anajua kujenga nje. Yesu anasema mmeshapata thawabu yenu. Yesu anaangalia ndani, hayo mambo yaanzie ndani. Yesu anasema hivi katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 25, anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Kwani wanafiki wakoje? Anasema kwa kuwa wanasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Unasafisha nje wakati ndani kumejaa utapeli. Unasafisha nje watu wakusifu wakati ndani kumejaa mauaji, kumejaa uongo, kumejaa ufisadi. Unaenda kanisani umejaza umalaya, umejaza ndoa, nyumba ndogo, umejaza ulevi. Unampiga chenga nani? Nani unayemdanganya? Mungu anaangalia ndani, anaandika sifuri. Mungu huwezi ukamtisha na kusali kwako. Mungu huwezi ukamtisha na kuimba kwako kwaya. Mungu huwezi ukamtisha na kuhubiri kwako. Mungu anaangalia ndani. Hata kama unahubiri kuliko nani, kuliko Paulo, kama ndani ni kuchafu, Mungu anaandika sifuri. Kwa nini? Mungu anaangalia ndani, ambaye ndiyo wewe. Huku nje hata ujionyeshe vipi, wewe sio nje, wewe ni ndani. Safisha ndani, ndani ndio wewe. Oga ndani, oga. Yesu anasemaje? Mstari wa 26, ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Safisha kwanza. Katika Ukristo, Yesu anataka tusafishe kwanza ndani. Tuwe Wakristo kwanza ndani, tuokoke ndani. Lakini siku hizi watu wanaokoka majukwani, wanaimba kwaya, wanaimba sifa, ni jukwani tu. Watu wanaokoka wakiwa kanisani, akitoka hapo akirudi nyumbani ni mbaya kuliko hata Farisayo. Ndio Ukristo mnaotaka? Mungu anaangalia ndani. Ukitafuta kusafisha nje, Yesu anaita huo ni unafiki. Na dunia ya leo imejaa wanafiki wengi. Wanasafisha nje wasifiwe na mchungaji, wanasafisha nje wasifiwe na askofu. Unatafuta sifa za kibinadamu, hazitakusaidia. Tafuta kusifiwa na Mungu. Hata kama wanadamu watakukataa kwa mamilioni, ni heri Yesu mmoja kuliko wanadamu milioni 2 au trilioni kama wapo. Yesu anasema
katika mstari wa 27. Makaburi anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Kwa nini? Anasema kwa kuwa mnafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa nje, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, lakini ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Mstari wa 28, vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mnaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Unafikiri hili neno anaambiwa nani? Ni mimi na wewe, ndio tunaoambiwa tusafishe ndani, kwa sababu sisi wenyewe ni ndani. Roho na nafsi ndio sisi, akili ndio sisi. Lazima tujifunze kusafisha ndani. Kama anasema linda sana moyo wako ndani kuliko hivi vitu vya nje. Vitu vya nje ni bure. Ukisafisha ndani, vitu vya nje hivi vitasafishika vizuri. Kitu cha pili ambacho nataka tujifunze ni kwamba Mungu huangalia ndani. Macho ya Mungu yanajua kuangalia ndani. Macho ya Mungu yanavutiwa kuangalia ndani ya mtu, ndani ya moyo, ndani ya akili. Kwa wale wanaojua, wanaosoma Biblia, wanajua Yesu alivyokuwa anawajua watu moyoni. Anawaambia, mbona mnaniwazia mambo hayo? Mbona mnawaza kuniua? Wanashangaa, kajuaje? Kajuaje? Yesu alikuwa interested kuwachunguza watu ndani. Hapo alikuwa anawaambia wanachowaza, mpaka wanashangaa. Ni mpaka leo katika Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7 anasema, lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Bwana hutazama moyo. Mungu anavyoangalia maisha ya mwanadamu ni tofauti na mwanadamu anavyoangalia. Mwanadamu anaangalia urefu wa nje, anaangalia weupe wa nje. Ndio maana watu wengi wanaooa wanawake kwa kuangalia maumbo wanapigwa. Mara nyingi hawadumu na ndoa. Unapooa, oa utu wa ndani wa mwanamke. Nakusomea andiko. Wanaooa umbo la nje la mwanamke hawadumu katika ndoa. Siku moja tutakuja kujifunza somo la ndoa. Watu wanaooa umbo la nje la mwanamke, uzuri wa nje, sura ya nje, weupe wake, weusi wake, urefu wake, sauti yake, unakula hasara. Mwanamke hata kama awe mzuri namna gani, kisaikolojia, ule uzuri wake wa umbo kwa nje unadumu kwenye macho ya mwanamke siku 90 tu, miezi 3. Baada ya hapo unamuona wa kawaida kabisa. Ndio maana kuna wanaume wana wanawake wazuri kweli, lakini baada ya siku 90 wana michepuko tena huko, wanakimbizana na michepuko ambayo ina mapengo mpaka unashangaa. Anakuja kukamatwa ugoni na mwanamke ambayo mpaka wanasema jamani, kafuata nini? Mbona na mwanamke mzuri hivi? Hamjasikia watu wakisema hivi? Wewe unafikiri akili za mwanaume zikoje? Uzuri wako siku 90 tu. Lakini mwanaume akioa utu wa ndani, ndoa inadumu. Tabia ya ndani, upole wake, kumpenda Mungu kwake, kumcha Mungu, akioa hicho kitu kwamba kavutiwa na hicho, hiyo ndoa inakwenda. Mungu haangalii kama wanadamu waangaliavyo. Mungu anaangalia ndani. Pale mwanzoni nikwambia, Yesu anasema safisha ndani.
Jambo la pili, Mungu anaangalia ndani. Jambo la tatu, mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mambo yote ya mwanadamu yanaanzia ndani. Kwa nini? Unavyoona ndani ndivyo unavyokuwa nje. Maana yake ulivyo ndani, ulivyo nje tunavyokuona, ndivyo ulivyo ndani. Ulianza kujiona ndani, nilivyovaa hivi ndani, nilianza kuvaa ndani, halafu nikatekeleza nje. Ulivyo leo ni matokeo ya ulivyokuwa ndani jana. Maendeleo uliyo nayo uliyaona jana, umeyatekeleza leo. Nyumba uliyojenga ulianza kuiona rohoni kwanza, ukaichora kwenye karatasi, ukaijenga. Wataalamu wanasema aliyetengeneza kiti alianza kukiona kwanza kwenye akili, moyoni, ndipo akakitengeneza. Kuna mtaalamu mmoja anaitwa Plato. Plato alikuja na nadharia inayoitwa theory of forms. Theory of forms. Yeye alisema hivi katika theory of forms, katika theory yake alisema mwanadamu anaishi katika ulimwengu wa aina mbili: ulimwengu unaoonekana na ulimwengu usioonekana. Ulimwengu usioonekana ndio una vitu original. Ukiona mtu katengeneza simu, aliitoa kwenye ulimwengu original akaitengeneza kopi tunayoitumia huku. Kompyuta unayotumia ni kopi ya original katika ulimwengu wa roho. Kuna watu walishaona hivyo vitu na inaendana na neno. Mungu atusaidie. Utu wa ndani, ombea utu wa ndani, ulishe utu wa ndani. Utu wa ndani unapenda kulishwa neno, maombi, mahusiano na Mungu. Lisha hivyo vitu utu wa ndani. Kuwa nenepa kwa utu wa ndani kwa kulisha chakula bora. Sikiliza neno la Mungu, sikiliza injili ya kweli, soma Biblia. Jiwekee utaratibu wa kusoma Biblia yote, jiwekee utaratibu wa kusoma Agano la Jipya lote. Soma na kutafakari. Mruhusu Roho Mtakatifu akusaidie. Ombea nafsi yako, ombea roho yako, ombea moyo wako, ombea utu wa ndani, ombea akili yako, maana ndio wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika Mithali sura ya 23 mstari wa 7, anasema hivi: maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Tafsiri nyingine anasema afikirivyo mtu katika nafsi yake ndivyo alivyo. Ulivyo ni matokeo ya kufikiri kwa moyo wako. Unaiba leo kwa sababu ndivyo ulivyofikiri na kupanga moyoni mwako. Kuiba kwako ni matokeo ya kufikiri kwako. Maombi yako ni matokeo ya kufikiri kwako. Ulipanga kwanza ndani, halafu unatekeleza nje. Ulipanga kumtongoza mtoto fulani, ukatekeleza, ukazini. Hata uovu unaanzia ndani. Ndio maana nilisema somo lililopita, ngono sio ajali. Unapanga kila kitu unapanga, vyote vinaanzia huko. Biblia inasemaje? Mawazo huambatana na mtazamo, mtazamo huathiri imani, imani huathiri matendo, matendo huathiri matokeo ya maisha. Ngoja nianze huu mstari tuliosoma wa Mithali sura ya 23 mstari wa 7, anasema aonavyo mtu. Maana yake nini? Unachoona katika mawazo huathiri mtazamo, mind yako. Mtazamo ni akili, ni kitu kinachozaliwa kutokana na akili.
lakini mtazamo huo unaozaliwa na akili unaathiri imani. Ndio maana chanzo cha imani ni kusikia. Imani inazaliwa kwa kusikia. Sasa imani na yenyewe huathiriwa na huathiri matendo. Matendo yako yanaathiriwa kutokana na imani iliyo ndani, ambayo chanzo chake umesikia. Ulichosikia kikatengeneza wazo, wazo likaingia kwenye prosesa, mchakato ukafanyika, ukatenda, ukawaza. Lakini matendo pia huathiri matokeo ya maisha. Ukijiona dhaifu ndani, utakuwa dhaifu hata huku mwilini. Ukijiona hufai, watu watakuona hufai. Ukijidharau ndani, watu watakudharau. Unajidharau kwanza ndani, halafu huku mwili unaonyesha unajidharau, watu wanapokea kukudharau. Ukisema hesabu siwezi, ukisema hesabu siwezi, huku ndani, huku nje, hata uwezo wa kuthubutu unakufa. Ndio maana usimruhusu mtoto wako kusema hesabu siwezi, kwa sababu anajiua mwenyewe. Biblia inatueleza kwamba ukijiona umeshindwa, utaogopa kujaribu. Ukiogopa hesabu ukasema ni ngumu, huku nje utaogopa hata kuthubutu. Ukijiona mwenye thamani, utatembea kifua mbele kwa ujasiri. Sijui kama tunaelewana. Ukijiona uko hatarini, huku nje utajaa woga tu. Ukijiona unaweza, una nguvu, hata aje Goliati. Unajua kwa nini Goliati lilikuwa na masilaha yote na lilikuwa kubwa? Daudi alikuwa na kombeo na mawe 5 tu. Unajua kwa nini? Alishamshinda Goliati huku ndani na akamtamkia kwamba mwili wako huu mwili unaliwa na ndege. Sasa hivi huu mwili wako nawapa ndege. Kalikuwa kanajiamini, katoto. Alikuwa mtoto mwenye jiwe laini na kombeo, silaha dhaifu kabisa, zikadondosha shujaa mwenye ngao na ulinzi na makofia ya chuma na dirii ya chuma na maviatu ya chuma. Jiwe lile likaongozwa na Mungu, likaenda kwenye kipaji ambapo palikuwa wazi, likaingia pa chini. Nguvu ya ndani ndiyo nguvu ya nje. Ndio maana Biblia inasema atukuzwe, katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 20, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyawazayo au tuyanane, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ndani yetu kuna nguvu. Biblia inasema kwamba aliye ndani yenu ni mkuu kuliko Ibilisi. Tuna nguvu. Ukijua una nguvu, hata kama shetani mwenyewe ajitokeze, umemshinda kabla ya kumshinda. Lakini ukiogopa, umeshindwa kabla ya kushinda, umeshindwa kabla ya kupigana. Ndani, ukiwa jasiri ndani, unakuwa kifua mbele nje. Biblia inatufundisha vitu vingi sana. Wale wapelelezi, si unakumbuka wale wapelelezi waliotumwa na Musa kwenda kuipeleleza nchi ya Kanaani? Walipokwenda kuwaona wana wa Anasi, wakasema tulivyoyaona yale majitu, tukajiona wenyewe kwenye nafsi zetu kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona. Jamani, uongo wengine hauna pazia. Hebu tusome. Anasema hivi katika Hesabu sura ya 13 mstari wa 33, anasema hivi: kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu. Nafsi iko wapi? Iko ndani. Unaona hivyo, wazia utu wa ndani. Akasema tukajiona nafsi zetu kama mapanzi. Wamejiona kama mapanzi wapi? Kwenye nafsi. Ukijiona kama panzi ndani, huku nje tutakuona ni panzi tu vile vile. Ukijiona nyanya huku ndani,
huku nje tunamalizia tu kuwa nyanya tu. Ukijiona wewe ni bosi huku ndani, huku nje tunamalizia wewe ni bosi. Yani utakavyojiona ndani, huku nje sisi tunamalizia. Haleluya, haleluya. Ukijiona wewe ni mdudu, watu wengine wanafikiri ni unyenyekevu. Mimi ni mdudu tu, mimi ni panzi tu. Subutu, mimi sio panzi, mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Mimi ni mtoto wa Mungu, mimi ni mwana wa Mungu. Hata Roho Mtakatifu anajua, ni shahidi wangu, analia Aba ndani yangu, analia huku ndani Aba, na mimi nasikia huku akisema Aba, na mimi ninasema Aba, na mimi ninasema Mungu ni baba yangu. Au unanionaje? Unanionaje? Mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya. Utu wa ndani, ombea utu wa ndani, kuwa imara ndani, kuwa imara katika utu wa ndani. Wakati mwingine fanya maombi ya kufunga, mtafute Mungu kwa utu wa ndani, jifungie, acha unafiki, watu wakusifie huko. Mimi naona hata kwenye Kwaresima watu wanatafuta utukufu tu kwa watu. Nimefunga bana, swaumu ya leo, nao wanakuwa kama watu wengine wanaotafuta sifa za kufunga. Umeshapata thawabu yako. Biblia inasemaje katika Mathayo? Unapofunga mtu yote asijue, anasema paka hata mafuta kwenye mdomo wako, watu wasijue kwamba umefunga. Mungu anataka mfungo wa siri. Mungu anataka kutoa sadaka kwa siri. Mungu anataka kuomba sirini. Mungu ni wa sirini, na sirini ni rohoni. Mungu anataka unapoomba, ingia katika chumba cha siri, uombe mbele za Baba yako aonaye sirini. Mathayo sura ya 6 anasema unapotoa usipige panda, toa sirini. Hata mkono wako wa kulia, wa kushoto usijue mkono wa kulia unafanya nini. Angalia watu walivyo wanafiki. Angalia Ukristo wa leo ulivyo wanafiki. Mtu anapotoa 10,000 anafanya hivi, ametoa 10,000, makofi. Umeshapata thawabu yako. Ukristo hauko hivyo. Ukristo ni kumwabudu Mungu wa sirini, aliyeko sirini. Tunamtolea sirini. Unatumia bahasha, hapo tunaenda kukagua kimwili katoa ngapi leo, ni imeandikwa. Ndio maana tunapata sifa za kibinadamu. Usikubali katika Ukristo wako kuvaa, kulewa sifa za kibinadamu, maana Mungu anatazama tofauti na mwanadamu anavyotazama. Mwanadamu anatazama umbo la nje, Mungu anaangalia rohoni, Mungu anaangalia moyoni, Mungu anaisoma akili ya mind. Mungu atusaidie sana. Haya, kwa hiyo wale watu walijiona kama mapanzi, na ndivyo walivyo. Jambo la 5, ombea sana utu wa ndani. Ombea sana moyo wako au utu wa ndani, ili akuponye na ugonjwa. Biblia inaeleza wazi kabisa, nafsi hii ambayo ndio sisi wa ndani, ukiidekeza inavaa ugonjwa wa kufisha. Ni lazima uiombee nafsi yako. Biblia inasema katika Yeremia sura ya 17 mstari wa 9. Yeremia sura ya 17 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Tena ndio maana lazima uiombee nafsi, lazima. Kwa nini? Moyo usipouombea, adui akiukamata moyo, umekwisha. Anakujaza udanganyifu. Anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. 1. 2, una ugonjwa wa kufisha. Tena nani awezaye kuujua? Mstari wa 10, mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Mungu anajua kuuchunguza moyo. Kwa nini?
Ukisipouombea, moyo una kawaida ya kuwa mdanganyifu. Kwa nini? Lazima uombee moyo, kwa sababu una kawaida ya kuwa na ugonjwa. Una ugonjwa wa kufisha, una ugonjwa wa kuua. Ndiyo maana ni lazima tufike Wakristo kuombea moyo, kuombea nafsi, kuombea akili. Ukizingatia somo lililopita, nikakusomea mistari kadhaa. Shetani yuko kazini kuukamata moyo ili aweke udanganyifu, kuikamata nafsi ili aweke ugonjwa wa kufisha, kukamata. Ndio maana katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 anasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi huzunguka huku na kule akimtafuta mtu ammeze. Sio mwanadamu, anatafuta mtu. Kumbuka, mwanadamu ana utu wa aina 3: ana roho, ana nafsi, ana mwili. Asipokukamata mwili, atakamata nafsi. Asipokamata nafsi, atakamata roho, lakini anatafuta mtu. Shetani yuko kazini masaa 24, 24/7 anamtafuta mtu. Angaliwa wewe unavyochukulia poa. Umeokoka ndio, umeona unavyochukulia poa. Lazima uchukue hatua ya kuiombea akili yako. Lazima uchukue hatua ya kuombea nafsi yako, utu wako wa ndani. Kwa nini? Shetani anautafuta. Ndio maana katika maombi hakikisha unaangusha ngome za mawazo na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu, na uteke nyara kila siku fikira zako ili zipate kumtii Kristo. Hakikisha unazitafuta fikira zako kila siku kukicha. Bwana, nazitafuta fikira zangu zilipo, ninazitiisha katika jina la Yesu. Mchana huu wote zikutii Kristo katika jina la Yesu. Naangusha kiburi katika mchana wa leo, kisipate nafasi katika jina la Yesu. Ninaangusha ngome za mawazo, ngome zote, na akili mgando na mawazo mgando, naangusha na kuharibu katika jina la Yesu. Najiweka huru katika mawazo yangu, najiweka huru mbali na kiburi, najiweka huru mbali na unafiki, najiweka huru. Jiombee mpendwa ndani. Rika rababindani rabakukusa ramanda rabakukita riko shika karabakinda. Mwanadamu ni wewe wa ndani, lazima uoge. Kuoga kwa mwanadamu wa ndani ni neno la Mungu. Kuoga kwa mwanadamu wa ndani ni toba ya kweli. Kuoga kwa mwanadamu wa ndani ni damu ya Yesu kupita. Ndio kuoga kwa neno la Mungu, ndio kuoga damu ya Yesu Kristo, ndio kuoga toba ya kweli. Metanoia, change your mind katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jambo la 6, ombea utu wa ndani, ombea nafsi yako, ombea moyo wako, ombea akili yako. Kwa nini? Usipoombea, nafsi ina kawaida ya kupiga kelele. Usimuona hapo juu nimekwambia, usipoiombea utajazwa udanganyifu. Usipoombea na kukaa kwenye toba sawasawa, hiyo nafsi, huo moyo wako, hiyo akili yako, basi itapandwa ugonjwa wa kufisha na itakumaliza kweli. Tuna Wakristo wengi leo ni Wakristo, lakini nafsi zao zina ugonjwa wa kufisha. Ndio maana makanisa yamegawanyika makundi mawili. Kuna Wakristo waliookoka, kuna Wakristo wanaojiita wa kawaida na wanafikiri ni sifa. Mimi ni Mkristo wa kawaida bana. Sio wale wanaolialia. Unajua unachokisema mpendo? Hujajua Ukristo wewe. Hujajua kuna Wakristo wameukuta Ukristo. Sisi wengine, mimi nilikuwa dini fulani kubwa sana hapa Tanzania, sitaki kuhitaji. Yesu kaniokoa. Najua kule wanavyoabudu, nimejifunza huku. Namjua Mungu wa kule, namjua Mungu wa huku. Niko huku, sitaki utani. Nipishe katika imani hii. Ni imani sahihi kuliko
lakini Wakristo watakwenda jehanamu, sawasawa na Waebrania sura ya 2 mstari wa 3. Msiseme ni mhukumu. Kimwili anahukumu, mafundisho yake yote ni kuhukumu tu, anapiga madongo Ukristo. Ni Mkristo gani huu? Lazima nituambiane ukweli. Jipu linauma kweli, lakini dawa yake ni kuminya. Lazima tuminye, usaha utoke, upone mtu wa Mungu. Nipone mtu wa Mungu. Na mimi ukiona na zingua, nisaidie, niambie dhahiri, wala usisengenye. Njoo direct kwamba Kimweri ni mnafiki 1 2 3 kweupe. Utakuwa unaniminya jipu, usaha utoke, nipone mwanawani. Jambo la 6, ombea utu wa ndani, ombea nafsi yako, ombea moyo wako, ombea akili zako. Kwa nini? Moyo, nafsi ina kawaida ya kupiga kelele. Usipojua namna ya kunyamazisha, umekwisha. Tunasoma katika Zaburi ya 131 mstari wa 2. Zaburi ya 131 mstari wa 2 anasema, hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha, kama mtoto aliyeachishwa kifuani mwa mama yake, kama mtoto aliyeachishwa kunyonyeshwa kwa kifuani mwa mama yake. Daudi anasema nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha. Kuna mambo mawili. Ameituliza, maana yake inaleta fujo. Nafsi usipoijua, nafsi usipojua namna ya kuidhibiti, shetani akaikamata, italeta fujo katika maisha yako mpaka utashangaa. Hujawahi kuona watu wanaoletea fujo na nafsi zao? Unaona walivyo wagomvi. Yaani anakuwa na fujo kwenye nafsi yake, na ile fujo inatokea mpaka kwa watu. Sinaanzia ndani. Kama upendo unaanzia ndani, fujo nayo inaanzia ndani. Unakuwa na fujo huku, unapiga watu huku ndani, huku unabakia kubamiza, unalewa pombe huku ndani, huku unamalizia. Daudi anasema nimeituliza nafsi. Kwa nini? Amegundua inapiga kelele, amegundua inaleta fujo, ndio maana akaituliza. Asingekuwa anasema nimeituliza kama ileti fujo. Nafsi zina kawaida ya kuleta fujo. Lazima ujue namna ya kuombea nafsi yako. Ipeleke mbele za Mungu anayejua kuituliza. Ipeleke mbele za Roho Mtakatifu anayejua kuituliza. Ipake damu ya Yesu inayojua kuituliza. Daudi anasema na kuinyamazisha, maana yake inapiga kelele. Na Mungu hataki kelele. Mungu anataka utulie, mtu mwenye utulivu rohoni. Hata unapoomba unatakiwa uingie huku ndani. Sasa kuna kelele, utaomba? Ndio maana maombi ya Wakristo wa kawaida au watu wengine ambao wako frustrated, ndio maana ukichanganyikiwa huwezi kuomba. Ukipata jambo lilo kufika hapa kabisa, huwezi kuomba. Tusidanganyane, huwezi. Kwa nini? Huku ndani kumejaa mambo mengine, kuna wageni, kuna wapangaji wengine. Zamani tulikuwa tunasoma kitabu kinachoitwa Roho ya Paku. Kilikuwa na picha ya moyo hivi. Kwa mtu asiyeokoka, moyo wake umejaa makorokocho. Mnakijua kile kitabu? Kinaitwa Roho ya Paku. Zamani kilikuwa kinaitwa. Sasa hivi kinaitwa moyo wa mwanadamu. Mwanadamu asiyeokoka, moyo wake umejaa makorokocho. Nguruwe zimo, mambwa yamo, mambwa yanawasilisha uasherati. Yaani wale waasherati wote, ndani yao, kwenye mioyo yao kuna kuna mbwa ndani. Nguruwe ni roho ya uchafu. Kumejaa maroho kule. Kuna paka tausi. Tausi ni roho ya urembo. Roho ya Paku. Nakikumbuka, wale wazee wenzangu wanajua. Kilikuwa kinaitwa Roho ya Paku kile kitabu. Sasa hivi nimekikuta kwenye mtandao, kinaitwa Moyo wa Mkristo au Moyo wa Mwanadamu. Una makorokocho. Lakini ukiokoka, Biblia inasema Yesu anaingia na upanga wake na nuru yake, unakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, makorokocho yote yanatoka. Unaona yanavyokimbia, yanafyatuka, manguruwe, manani, matausi, nini, shetani mwenyewe yanakimbia, jicho la shetani yote vinaondoka. Dhamiri inakuwa safi. Moyo una ugonjwa wa kufisha. Jifunze kuuombea. Moyo ni mdanganyifu. Jifunze kuuombea. Moyo unapiga kelele. Jifunze kuuombea. Moyo
unaleta vurugu. Ndio maana Daudi aliutuliza. 7, ombea moyo wako, nafsi yako, akili zako, ili isiiname. Moyo unaweza kainama, moyo unaweza kainama. Zaburi ya 42 mstari wa 5 asema, nafsi yangu, kwa nini kuinama? Kwa nini kufadhaika ndani yako, ndani yangu? Umtumaini Bwana, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Jifunze kuiombea nafsi ili isiiname. Watu wengine wanainama, wanafadhaika, wanakuwa na msongo wa mawazo mpaka wanajinyonga. Usiruhusu hiyo hali. Iulize nafsi, kwa nini kuinama? Mtumaini Bwana, mngoje Bwana, msubiri Bwana. Ikumbushe neno la Mungu, izoeshe neno la Mungu nafsi yako. Hata kwenye huzuni, sikiliza kwaya, sikiliza neno la Mungu, soma neno la Mungu, utaihuisha nafsi. Iambie nafsi yako, ikumbushe nafsi yako kwa habari za Mungu. Kwa nini kuinama? Zaburi ya 43:2. Nafsi inaweza kulalamika, nafsi inaweza ikahuzunika, nafsi inaweza ikainama, nafsi inaweza ikapiga kelele, nafsi inaweza ikawa na udanganyifu, ina roho ya kufisha. Mungu atusaidie, Mungu atutie nguvu, tutambue sisi ni utu wa ndani na vitu vyote vinaanzia ndani ndio vinatoka nje. Sisi sio mili, sisi ni utu wa ndani. Kwa hiyo tusafishe ndani, tuwe watakatifu ndani, tulishe ndani neno lake. Maombi, ndio maana Daudi anasema katika Zaburi, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Zaburi ya 119 mstari wa 11. Ndani ya moyo wa Daudi alijaza neno, na kama unataka kujipenda, jilishe neno. Hata ukivaa suti, unajua hujipendi. Mimi navaa suti, hujipendi mpendwa. Kwa sababu wewe sio mwili huu, hata uvalishe suti. Wewe sio mwili huu, hata ulale gorofani au hewani, bado hujipendi. Anayejipenda ni yule anayejijua yeye ni utu wa ndani na anajua kuutendea kazi utu wa ndani ambao Mungu ndio anaotazama. Ukristo ni utu wa ndani, kuwa safi. Lakini Ukristo ukazingatia utu wa nje, wewe ni mnafiki. Biblia, Yesu mwenyewe anasema wewe ni mnafiki katika Mathayo sura 23. Chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Lakini mimi katika zamu yangu ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Maanake ni mtu ambaye hajulikani, nipo tu, ni sauti. Mimi ni sauti tu, mimi ni bomba tu, ni mtumishi ambaye natumika kupitisha ujumbe kwamba Mungu anaangalia ndani. Mungu amenituma kukuambia, Mungu anaangalia ndani. Tumtumikie kutoka ndani, tumuombe kutoka ndani, tutoe sadaka kutoka ndani, tuabudu kutoka ndani, tumwimbie kwaya kutoka ndani, tumsifu kutoka ndani, tufanye vitu vyote kutoka ndani, sio kutoka nje. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake, katika jina la Yesu. Mimi ni mjoli wa Bwana, Mwalimu Kimweri wa Darasa Huru la Injili. Kwa mawasiliano piga 0756 760 855, 0756 760 855. Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akupe kiu ya kusoma neno lake ili uweze kulijaza katika moyo wako upone. Mungu akupe kiu ya maombi ili uendelee kumtafuta Mungu, kwa sababu ulikufa mwenyewe, ulizaliwa mwenyewe hapa duniani, utakufa mwenyewe, utazikwa peke yako, utasimama mbele za Mungu peke yako. Ngoja nirudie, huu ni ukweli. Ulizaliwa peke yako, hata kama ni mapacha, kila mmoja alitoka kwa muda wake. Ulizaliwa mwenyewe, utakufa mwenyewe, utazikwa mwenyewe, utasimama mbele za Mungu mwenyewe.
Ulizaliwa peke yako, utakufa peke yako, utazikwa peke yako, na utasimama mbele ya hukumu ya Mungu peke yako. Usifuate mkumbo. Mungu akubariki. Amen.